ambazo mpoke mpya. Nimetoka kule chini sisi nikawaambia jambo moja. Unapomwabudu Mungu, fanya ibada yako ipokelewe na Mungu. Fanya ibada yako, wimbo unaoimba Mungu uchukue. Ikiwezekana kama katika picha ya kibinadamu kimbie nao kwa sababu ni Mungu. Usifanye kuja kanisani namna ya kawaida katika nchi. Ni gharama kubwa sana kuja hapa kila Jumapili. Lakini basi gharama isiende bure. Mwabudu Mungu katika kicho. Ninakuomba nyosha mkono wako yote miwili kama unaweza. Ongea na Mungu siri yako. Hebu fungua kinywa chako, ongea na Mungu siri yako. Mwambie Mungu kitu ambacho kimekusumbua wiki nzima hii. Mwambie Bwana nisaidie. Sina mwingine ninayemtegemea isipokuwa wewe. Wewe ni msaada wangu, wewe ni kimbilio langu, wewe ni mponyaji, wewe ni provider, wewe ni pai. Mungu Mungu katika uwepo wake kuna nguvu, there's joy unspeakable, kuna furaha isiyoneneka. Yes, kaya bashaka riba ya ngalo baba boseni andero shukari ataka lese nende bose na mayama seko boriane nende sema na Bwana Yesu. Mwambie Bwana ninampenda, mwambie Bwana ninakutukuza. Kama mwingine nikaacha yote kukufuata wewe, hakuna mwingine kama wewe. Sema na Bwana remo kosha ya nyanya robo seri ya bosa yeka kibobo bojira mashere range la sokore shete ikaraba yanga la bosika yene sete shete nyosha mikono yako miwili juu. Sema na Bwana, mwambie Bwana unastahili wewe heshima, unastahili wewe utukufu, maana hakuna anayefanana na wewe. Wewe ni Mungu na hakuna mwingine. Wewe ni Bwana na hakuna mwingine. Pale tunapochoka na kukata tamaa, nguvu yako utuinue tena. Nguvu yako utuweke katika nafasi. Bobo shaya rekese remo na mpigie Bwana Yesu makofi ya heshima unapoketi na tukae katika uwepo wa Mungu wetu mahali hapa. Yeye ni kila kitu kwetu. Haleluya. Hapo ulipo mtoto, tunakuombea na kukubariki Baba katika jina la Yesu. Tunawabariki watoto wetu, asante sana kwa zawadi, karama ya watoto. Bwana, tunawabariki wanapokwenda kujifunza neno lako. Ombi langu kwako ni kwamba fundisho hili watakalofundishwa leo liwachukue kwa maisha yao yote, hata watakapokuwa wazee. Wabariki walimu wao na watumishi wote watakaowatumikia watoto wao hawa leo, katika jina la Yesu Kristo sote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Basi na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Mungu ni mwema, nafurahi kuona kila ninayemuona. Sijui labda tutawafahamu wageni baadaye, lakini kweli nimefurahi kuona kila ninayemuona, na nimefurahi pia sana kuona binti yangu Mary ambaye amepita kweli amepita sana. Mary kunyosha mkono mmoja. Namfahamu yeye mama, anaitwa Mama Na. Ni muujiza mkubwa sana kuona dada huyu amerudi kanisani, ana uso mzuri, umependeza. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Asante sana kwa kila ambaye labda sijakuona kwa muda mrefu. Wewe ni wathamani mkubwa, wewe ni wa baraka. Na Mungu anakupenda, lakini mimi pia nakupenda sana. Nimejitahidi huwa ninatamani niwe napata nafasi pia kumsupport mume wangu kwa kazi kule chini, na leo nilifika. Kwa hiyo nimefanikiwa kukaa kwenye worship, nimepata na neno la Mungu. Lakini wakati ninaendesha kwenda mjini asubuhi, nilikuwa namsikiliza mhubiri mmoja ambaye ni worship leader, ni mtu wa ibada, anaitwa Somebody McDowell. Ametuma ule wimbo unaosema mimi sikumbuki wao unasema I give myself away. I give myself away so you can use. I give myself away so you can use. Huo wimbo unasema ninajitolea kwako kabisa ili unitumie. Sawa Lakini pia kama ametunga wimbo mwingine ambao alikuwa anauelezea kwenye hilo fundisho alilokuwa anafundisha. Huo wimbo ulikuwa unasema kitu kama hivi: mimi sihitaji, yani vitu vya hapa dunia sihitaji bila thamani kwangu. Mimi sihitaji kitu kingine isipokuwa wewe. Sasa alipotunga huo wimbo anasema Roho Mtakatifu akamnyima asiutoe. Na huo unasema I give myself away so you can use me, ninajitoa kwa kweli unitumikie. Hakutunga ili uwe wimbo utakaokwenda viral duniani. Alikuwa ametunga tu kwa ajili ya ibada ya kwao kanisani. Lakini anashangaa kwamba Mungu akakubali ule wimbo akauchukua. Na mama mmoja akamfuata akamwambia hongera sana kwa kama kumsifia, wimbo wako umetrend, umetoka. Unajua nyie mnaigada nyimbo za watu mnaimba hapa mnafikiri ni mchezo. Ile sio utani. Ile ni maisha ya watu, na lazima Mungu uchukue wimbo wako. Kuna watu wanakimbiza nyimbo zao wanajaribu kuzipromote. Lakini ukiona ule wimbo ambao unaweza ukabadilisha maisha ya mtu, ukamsababisha mtu akawa kitu kipya, huu wimbo unakuwa ulichukuliwa na Mungu. Sasa nitaweka hiyo link kwenye group yetu ya kanisa ya WhatsApp, lakini kama unaweza kusikiliza usikilize. Huyo mtu anazungumzia issue nzima ya ibada. Na mimi ni somo ninalolipenda sana, na mimi huwa nalifundisha sana, na napenda sana ibada. Lakini akawa anaelezea jinsi ambavyo katika siku za leo au katika dunia wakati mwingine watu wanajiabudu na hasa wa ibada. Na nimemsikiliza tena wakati nakuja, nimetoka kanisani nikamweka kwenye gari langu na msikiliza nikija. Akawa anaelezea jinsi ya kwamba hata ukisikiliza nyimbo za sasa hivi hazimtukuzi sana Mungu, bali zinatukuza alichokifanya Mungu. Kwa hiyo maanake hapendi mtu, yaani sio kwamba Mungu anapendwa, lakini anachopendwa hapo ni kile alichokifanya. Ndio mnaelewa wewe. Mnanipata? Kwamba mimi nilikuwa maskini, leo mimi ni tajiri. Bwana amenitoa chini, ameniweka. Ndio nyimbo zetu hizo. Saa zote tunaelezea nilikuwa chini, Bwana akaniweka juu. Nilikuwa sio hivyo. Ni kweli, lakini pia iko kama hatumtukuzi sana yeye, tunatukuza yale yaliyotokea sisi. Mungu tusaidie niangalie. Nikasema kitu na mimi nitakisema kwa kanisa kule chini, nimepata nafasi fupi sana nikawaeleza, na nyie pia ninawapenda sana, lazima niwaeleze. Bwana Yesu asifiwe. Angalia ibada yako isije ikawa ni
tumrudishie Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Hata somo ninalopenda kufundisha leo, mimi bado ninakwenda na series ile ya kusamehe na kuachilia. Tuko tunaangalia kuvunja vifungo vya chuki ya kurithishwa, tukaangalia ubaya wa kutokusamehe, tukaangalia kusamehe ni nini, tumekuja tumekaa tiba ya moyo, kama moyo wako umeshajeruhiwa ufanyeje. Leo nataka nikufundishe somo ambalo nimelipa kichwa, hatari kubwa ya kubeba uchungu wa moyo. Kama unaandika, hatari kubwa ya kubeba uchungu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kuomba pia kwamba nina mpango wa kuchukua clips ambazo nitaweza kuzitumia mahali. Kwa hiyo ninaomba support yenu, naomba amen zenu, naomba tabasamu zenu, naomba ushirika kabisa kwamba hao wanaochukua hizi clips na hizi video wanafanya huduma kamilifu ambayo baadaye ujumbe kutoka katika mimbari hii utakwenda mahali uweze kuwabariki watu. Kwa hiyo naomba tushirikiane. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe kanisa. Wangapi wana amani asifiwe leo? Wangapi wanampenda Yesu na wana furaha kabisa? Furaha ya Bwana ndio nguvu yetu, sawa Usikubali furaha yako ichukuliwe na kitu chochote. Hata leo ikatokea haujanywa chai kama mimi, bado mcheki na mtabasamu na mtu asigundue. Haleluya. Nipaka nikwambia kwamba sijanywa chai. Kwa hiyo sitaki kukuangalia niseme huyu hajanywa chai nini. Ama sababu tabasamu furaha nisaidie na mimi niweze kuhubiri. Niliwahi kuahidi nikamwambia nilitamka kidogo kama sasa hivi kilopita wiki nyingine kwa habari ya baba mmoja anaitwa Ahithofeli. Nikamwambia hii story nitakuja kuelewesha vizuri, nitakuja kuwafundisha vizuri sana. Na nataka tumwangalie Ahithofeli ambaye kwa Kiingereza aliitwa the Oracle of God. The Oracle of God ni kwamba yeye alikuwa kama neno la Mungu. Ilikuwa kile kitu anachokisema Ahithofeli ni kama umemsikia Mungu akisema. Mtu bora sana, mtu aliyeokoka vizuri, mtu aliyempenda Mungu vizuri. Lakini leo tunakuja kuangalia hatari ya kubeba uchungu, bitterness. Unapotamka neno la Kiingereza bitterness, inahusisha na taste. Nikisema this taste is bitter, maana yake ni chungu, si ndio Bitter ni kitu kichungu, ni kama kwinini, kama umewahi kuonja kwinini au mwarobaini au ile kuna ile aloe vera aloe vera shubiri. Nakumbuka ule uchungu wa shubiri, ile bitterness, kwamba kuna hatari kubwa usipomlinda moyo wako inapopasa na usiposikiliza mafundisho haya ninayokufundisha hapa kwa habari ya kusamehe na kuachilia. Unaweza kujikuta una moyo ambao umejaa shubiri, umejaa chuki. Naomba tufungue Samueli wa pili mlango wa 16, tumtazame mtu huyu. Nimefanya study ndefu ambayo ningeweza kuifikisha kwenu kwa ukamilifu wake, lakini tutaanza na Samueli wa pili mlango wa 16. Naomba unatusomea mstari wa 23 kwa kuanzia, lakini kuna mambo mengi ambayo mlango wa 16 mstari wa 23. Na shauri lake Ahithofeli alilokuwa akilitoa siku zile lilikuwa kama mtu aulizapo kwa neno la Mungu. Ndivyo yalivyokuwa mashauri yote ya Ahithofeli kwa Daudi na kwa Absalomu. Sasa tunafanya ulinganisho hapa. Ruka mara moja mlango ule wa 7. Soma mstari huu wa 23. Mwendea nabii akakuambia jambo. Alikuwa mtu mkuu wa Mungu. Mstari wa 23 mlango unaofuata. Mlango 17 mstari wa 23. Naye Ahithofeli alipoona ya kuwa shauri lake alikufuatwa, akatandika punda wake, akaondoka, akaenda nyumbani kwake mjini mwake, akaitengeneza nyumba yake, akajisonga, akafa, akazikwa kaburini mwa babaye. Yule mlango wa 16 ninakwambia alikuwa ni
viongozi. Kwa tunasema kiongozi wa viongozi. Mstari wa 23 anasema ndivyo walikuwa mashauri yake ya Ahithofeli kwa Daudi na kwa Absalom. Sio kwa Daudi peke yake, hata Absalom alipopanda cheo kama mtu mkuu alifanyika sauti ya Mungu kwake. Lakini mtu huyo tunashangaa baada ya muda mfupi ametoa ushauri wake haukufuatwa, amebeba uchungu, amekasirika, amepanda punda, ameenda nyumbani kwa makusudi. Biblia inasema akaweka mambo ya nyumbani kwake sawa sawa. Biblia ya Kiingereza. Akaweka mambo ya nyumbani kwake sawa sawa. Kisha kila kitu amepanga. Akasema wewe utarithi upande wa juu na wewe upande wa kusini, na kwa mama yake na Januari anadai shilingi milioni 2 na yule akaweka mambo yake vizuri. Akaaga, akakoroga sumu au akachukua kamba, akatengeneza kamba. Akaenda kufungasha sijui chumbani kwenye mti somewhere, akajinyonga, akafa. Sasa kwa nini nataka kuleta fundisho hili leo? Nataka nikuangalize, nikwambia kwamba sisi ni wanadamu, sisi ni watu wa kawaida sana. Usipokuwa makini na jinsi unavyojibeba katika Mungu, unaweza kujikuta wewe uliyesema umeokoka, kesho ukafanya kitu ambacho sio sawa hata kidogo. Nilisema kwamba utashangaa miguu yako inaita na kupeleka mahali ambapo wewe mwenyewe utashangaa nimefikaje hapa. Mikono yako ikagusa vitu ambavyo vitakuwa asili katika mtakatifu wako usingegusa. Labda kuiba kisha mtu kukuta mahali ukasema ipo chini mchana nimependa kwenye nifiche. Ukakuta mikono yako imechukua kitu ambacho sio chako. Au umempiga mtu makofi, ngumi na vitu vingine ambavyo sio kuvitaja hapa kwenye hii Biblia. Utajikuta umefanya kitu ambacho wewe mwenyewe utashangaa. Ni mimi kweli unaporudi katika akili yako ya kawaida. Kwa hiyo hili ni angalizo. Ahithofeli huyu alikuwa ni mtu mkubwa wa Mungu, alikuwa ameokoka, alikuwa ni counselor, alikuwa ni mshauri. Nimesema mshauri wa watu wakubwa. Alishauri marais kwa mfano, natoa tu mfano, lakini alishauri wafalme. Ilikuwa ukiongea naye ni kama umeongea na Mungu. Alikuwa ni mtu katikati ya watu, alikuwa mtu wa thamani sana. Naomba nipokee akiba ya neno katika Mungu. Dunia hii inahitaji watu wazuri wa Mungu. Ahithofeli alikuwa kijijini kwake, akikaa nyumbani kwake, watu wakipatwa na shida wanasema mama na nini kuambia? Hii shida yako mtu atakayeweza ni nani? Kwa Ahithofeli. Alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa ni mtu anayeagiziwa. Hebu nikuulize wewe watu wanamuonaje hapo kijijini kwako? Hapo shuleni wanafunzi watoto wao wenzako wanamuonaje? Je, anaweza akakonfide, anaweza akaficha siri yake ndani ya moyo wako? Anaweza akajua kwamba ni jambo nikimweleza mama understanding litakuwa limetunzwa milele. Anaweza akajua kwamba nikienda kwa mama fulani hapa au baba fulani hapa, ninajua jambo langu hili litakuwa limefanyika. Kwa mfano, mtu anakuja anakuomba hela, anakukopa, hana hela kabisa, au hana chakula, hana mavazi. Badala ya wewe kutunza lile jambo, unakwenda kutangaza badala ni Kristiano wakati amekuja jana akaniomba shati, hana shati hata kuvaa. Hadi amechoka, yuko hoi, usione jana tembea, yuko hoi. Hakuwa hivyo Ahithofeli. Ahithofeli alikuwa ni mtu ambaye ukimpelekea taabu yako imefika mikononi mwa Mungu. Sema na mimi imefika mikononi
kwako iwe hivyo kwangu, kwamba tufikie mahali hapa Samarai mji huu unapata utulivu kwa sababu sisi tupo. Dunia inapata amani kwa sababu inajua mimi nipo. Wanajua kabisa akiona shida, akiona taabu, akifikisha shida yake kwangu, kwanza nitaishughulikia, alafu nitaitunza moyoni. Mimi naambia watu kifo changu kimebeba siri nyingi kubwa ambazo utakufa nazo. Kubwa ambazo hazitakaa mtu duniani aziona. Wakati mwingine watu hawanielewani. Mimi wanadili na vitu kwa uangalifu sana. Unaweza kushangaa mtu amekuambia jambo au ameniletea mimi jambo iko hivi, labda ni shuleni au ni kazini au nini, na nichukua taratibu kwa uangalifu kwa muda mrefu sana, nikilifikiri na kulitafakari na kumwomba Mungu. Na wakati mwingine hata kama natafuta ushauri kwa namna ambayo yule anayenishauri hatagundua, alafu nikija kulishughulikia na lishughulikia na nguvu zote, wakati nimehakikia kwamba nimeweza kulifikia vizuri. Dunia inahitaji watu. Dunia inahitaji Ahithofeli positive side, upande wa uzuri wa Ahithofeli. Dunia ina uchungu, dunia ina taabu. Na kuuliza tena kabla sijaendelea mbele kuangalia uchungu alioubeba Ahithofeli. Kwa sababu sisi sote hapa duniani tunakosewa, watu tufanyia mambo mabaya. Ahithofeli alifanywa mambo mabaya sana. Tena alifanywa vibaya na kiongozi wake. Alifanywa vibaya na Daudi. Lakini najiuliza kwamba, je, watu wakikuhitaji utakuwepo? Watakapokuja kwako watapata ushauri, watapata hekima. Huyu baba alikuwa na hekima na ufahamu mkubwa wa kimungu, na watu walifurahi na kupona. Hakuna kitu kizuri duniani. Nilikuwa na dini na mama mmoja ambaye alikuwa na taabu nzito sana na imekaa kwa muda mrefu. Akapata nafasi ya kunipata, maana alikuwa anitafuta kwa muda mrefu sana. Nilipomfanyia counseling mara ya kwanza, alikuja, hutaamini, alikuwa kama mzee. Tulipopita katika huo mchakato, akaenda akanitafuta tena kwa ajili ya ile inayoitwa kwamba tunaweka miadi ya kuonana. Alikuja amenyanyuka, amejitengeneza vizuri, amependeza. Nikamuuliza, huyu nani nayemuona? Siku ile sikukuona, sikukupata kabisa. Leo ndio nimekuona kwa mara ya kwanza. Kwa nini nakwambia hivyo? Watu wanapokuja kwako na taabu zao, ukawasaidia kutoa mizigo yao, wanafurahi, wanapona. Ahithofeli alikuwa baraka. Sasa huo ni ule upande mzuri wa Ahithofeli. Nasema dunia ina kiu, ina haja ya neno la Mungu kuliko wakati mwingine. Kwa sababu dunia kwa sasa imejaa uovu, imejaa unajisi. Watu wamechoka, wameinama, wamevunjika. Wengine ni wagonjwa, wengine wamefiwa, wengine wana shida katika maisha. Usichukulie maisha ya watu kirahisi. Mwalimu wangu alinifundisha counseling huko Manila, Philippines. Alinifundisha akaniambia, maisha ya watu za holy ground. Ni mahali patakatifu, ni nchi takatifu. Moyo wa mtu ni a holy ground. Unapofika katika maisha ya watu, vua viatu. Usiingie katika maisha ya watu na viatu, vua viatu. Kwa nini? Musa aliambiwa vua viatu. So mahali hapo kanyaga ni mahali patakatifu sana. Kwa hiyo unapodili na watu, unapodili na maisha ya watu, kumbuka watu ni holy ground, watu ni wageni. Wewe hapo ndipo wewe ni mahali patakatifu, patakatifu. Ndipo mahali ambapo Mungu anaweka makao yake. Bwana Yesu asifiwe. Hata leo nikikukosea, nikikuharibu, nikikuudhi, haibadilishi kwamba mimi ni mahali patakatifu pa Mungu. Kwa hiyo inakuwa ni mimi ndio
Na dunia tunayoishi sasa hivi, iwe ni majirani zetu, iwe ni wafanyakazi wenzetu, wameumia mioyo. Wamefika katika huyo Ahithofeli leo mzungumzia sasa hivi ni yule Ahithofeli ambaye alikuwa sawa. Lakini Ahithofeli aliporuhusu uchungu wa bitterness, alibadilika. Kumjua Mungu na kumcha Mungu na kumpenda Mungu hutubadilisha kwa ubora. Narudia tena. Kumjua Mungu, kumpenda Mungu, kumcha Mungu hutubadilisha kwa ubora. Lakini tunaporuhusu chuki na uchungu na maumivu ya moyo hutubadilisha na kutufanya kitu kingine katika namna mbaya, katika namna isiyo bora, katika namna ambayo sio sahihi. Ahithofeli alikuwa mtu bora, lakini alibadilika kwa sababu aliruhusu uchungu. Ninaweza kuongea na mtu yote hapa kwa sababu sisi kama wanadamu huwa tunakutwa na mambo yanayotuletea uchungu katika maisha. Ili uongee neno la Mungu kwa watu, unapaswa kujaa neno la uzima. Wewe usiwe ni Mkristo wa Jumapili tu, kwa sababu kama utakuwa unasikiliza neno la Mungu Jumapili kwa Jumapili, kweli itakusustain, itakusaidia. Lakini inawezekana ikakusaidia wewe tu. Ili umsaidie na mtu mwingine, ni lazima uwe na nafasi zako za kujifunza Biblia wewe peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Usome Biblia yako, uipigie mstari, ununue highlighter, uchore yale maneno ambayo unaona yamekugusa zaidi, yameibuka zaidi. Kwa sababu unahitaji neno la Mungu kufanya kazi ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Sasa tupambanishe jambo hili ambalo lilimsababisha Ahithofeli akajiua kwa sasa. Japokuwa nitakuonyesha pia kwamba Ahithofeli shida yake haikuanzia hapa kwenye ushauri wake kukataa kupokelewa. Shida yake ilianza nyuma. Niliwaeleza kidogo wiki iliyopita kwamba Daudi alimwangalia Bathsheba akioga, akamtamani yule mwanamke. Biblia inasema alikuwa mzuri sana. Alipolala naye akampa mimba. Akataka mume wake auawe alale naye ili ile mimba iwe ya kwake, alafu haikuwezekana. Akafanya ratiba ya yeye kuuawa. Ahithofeli alikuwa anaangalia, alikuwa anaona, alikuwa anafanya kazi na Daudi. Alikuwa anamsikia Daudi akipanga mambo. Na kitu kibaya ambacho nataka nikizungumzia asubuhi ya leo ni pale mtu moyo wako unaumizwa, alafu unatunza kile kitu moyoni. Kwa nje watu wanaona haleluya, mimi sina mwingine. Unaabudu vizuri, lakini ndani umebeba uchungu. Ungemtazama Ahithofeli alikuwa anafanya kazi na Daudi, usingegundua na uchungu wa aina yoyote. Maana ilikuwa Daudi akicheka, mfano akicheka, naye anacheka. Akifanya hivyo la maana, watu wanapiga makofi na Ahithofeli anapiga makofi. Lakini utagundua tu mtu mwenye chuki na uchungu pale atakapobadilika sawa, au atakapopata fursa ya kuonyesha ule uchungu wake. Sasa kabla ya kupambanisha mambo haya mawili, tunaona ya kwamba katika mlango wa 15 Absalom alianzisha uchochezi na uchongezi. Hilo ni somo lingine ambalo naliandaa, nitalileta wakati mwingine. Kwamba Absalom akakaa katika geti ya mji, akawa anashawishi watu kinyume na baba yake Daudi. Akawa anasema maneno kama haya, anasema ikawa mtu yeyote aliyokuwa na neno lililokuwa halina budi kufika kwa mfalme ili kuhukumiwa, lilikuwa lazima lijambo lile kwa mfalme. Absalom anakaa pale getini, anasema laiti mimi ningekuwa
kuwa mwamuzi katika nchi hii, ili kila mtu mwenye neno yaani kwangu nimpatie haki yake. Mstari wa 8 pale chini anasema Absalom akawadanganya watu wa Israeli. Akawadanganya watu wa Israeli. Akawaondolea watu moyo wa Daudi baba yake ili kumwelekea. Hilo tatizo kubwa sana katika nchi ya Tanzania. Tunamsoma Ahithofeli. Absalom nimemtaja tu. Mstari wa 12 mlango wa 15. Absalom naye akatuma kumwita Ahithofeli Mgiloni, mshauri wa Daudi, kutoka katika mji wake, yani Gilo alipokuwa akitoa dhabihu. Fitina yao ikawa na nguvu, maana watu waliokuwa pamoja na Absalom wakazidi kuwa wengi. Unajua, mtu ambaye ana uchungu wa moyo huwa anajulisha, na watu wa Mbeya wanajuanga mtu mwenye uchungu. Kwa mfano, kama mimi na wewe tumeshana, alafu kabeba uchungu, mtu wa pembeni anaweza akajua. Akijua anakuja na kuingia wewe ili mtengeneze kamati ya kwenda kinyume na mimi. Ndicho Absalom alichofanya. Alijua Ahithofeli ana bifu na baba. Akamwita Absalom. Biblia inasema akamwita Ahithofeli. Biblia inasema fitina yao ikawa na nguvu. To an extent watu wengi sasa wakazidi kuwa wengi upande wa Absalom, jambo ambalo lilimfanya Daudi kukimbia tena. Nasema kukimbia tena kwa sababu mnakumbuka leo kukimbizwa na Sauli, si ndio? Akawa anakimbia tu. Sasa akakimbia tena. Ukisoma Biblia unasema, unamsikia anasema anakimbia huko na huko, anazunguka huko na huko. Daudi aliteseka sana. Mlango 15 mstari wa 31. Mtu mmoja akamwambia Daudi ya kwamba Ahithofeli yu katika hao waliopatana na Absalom. Daudi akasema, Bwana nakusihi uligeuze shauri la Ahithofeli liwe batili. Nisikilize kabisa. Roho Mtakatifu ninakuomba unisaidie. Naomba unisikilize. Nilipokuwa natafakari ujumbe nilishangaa kidogo. Daudi alipoletewa taarifa ya kwamba Ahithofeli amekuacha, kumbuka mshauri wake, rafiki yake, neno la Mungu kwake, Daudi hakuruhusu bitterness, hakuruhusu chuki na uchungu kuingia. Badala yake akarudi kwa Mungu. Unajua kwa nini? Wakati watu wanakunyosha mkono wewe, wakisema wewe ni mwenye dhambi, wewe ni mzinzi, wewe ni mwongo, wewe ni mwizi, wanakunyoshia vidole. Wewe umeshapata nafasi yako na Mungu, umetubu, umebadilika, wao wanabaki na makosa. Wewe unakuwa umeshanyoosha mambo yako kwa Mungu. Daudi alikuwa shapigika. Mungu alikuwa shapa adhabu. Hata yule mtoto aliyezalika kwa ile mimba aliyopata chema alikufa. Na Mungu alifanya habari. Alikuwa ameshapata adhabu, alikuwa ameshatubu. Nenda kasome kitabu cha Zaburi 51. Analia mbele za Mungu. Anamuomba Mungu amsamehe. Zaburi 51. Daudi alishamalizana na Mungu. Kwa hiyo Ahithofeli alipobeba hasira yake na chuki, akamwacha, akaenda kaungana na adui wa mfalme. Daudi hakulipiza kisasi, akasema, Mungu, ninakuomba ubadilishe, uligeuze shauri la Ahithofeli kuwa ubatili. So kumbuka shauri la Ahithofeli siku zote lilikuwaga ni neno la Mungu kwa watu. Sijui nani amekuumiza ndugu yangu. Sijui nani amekufanyia fitina katika ukoo wako. Sijui nani amekutendea ubaya ambao ungetamani alipizwe. Na kusihi, muombe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Rudi kwa Mungu. Muombe Mungu amsamehe. Biblia inasema ombea wanaokuudhi. Samehe, achilia, usimtakie mtu mabaya. Daudi hakufanya uovu. Daudi hakupambana na Ahithofeli wala Absalom.
aliokoa roho yake na akamwomba Mungu aingilie. Na utashangaa leo utaona jinsi ambavyo Mungu kweli aliingilia kati jambo hili. Sasa twende tuangalie ushauri wa Ahithofeli. Shauri la Ahithofeli lilikuwa baya. Absalom alipofuta Ahithofeli kama kawaida, kama ushauri wake, akamwambia nifanyeje? Ahithofeli akamshauri, akamwambia wafanye ujanja waweze kumuua Daudi wakati ambapo mikono yake itakuwa imechoka. Mlango wa 17 akasema, na zaidi ya hapo Ahithofeli akamwambia Absalomu, niache nichague watu 12,000 nami nitaondoka na kumfuata Daudi usiku huu, nami nitamshambulia wakati atakuwa amefanya nini? Amechoka. Nina mengi sana ya kusema hapa. Na mikono yake imekuwa dhaifu, nami nitamtia hofu na watu wote walio pamoja naye watakimbia, nami nitampiga mfalme peke yake na hao wote nitawarejesha kwako. Ahithofeli aliyekuwa mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu, nabii wa Mungu, mshauri wa mfalme, amebadilika sasa, amekuwa muuaji. Sema na mimi, linda sana moyo wako. Emfanye hivi, linda sana moyo wako. Sema, moyo wangu jitunze katika Mungu. Unaweza kuandika Ahithofeli akapanga sasa, akasema nitakwenda, nitamvamia usiku, alafu atakuwa amechoka, alafu mikono yake itakuwa midhaifu, alafu mimi nitamtia hofu. Nikishawatishia wale watu wakikimbia, wale watu wote nitawarudisha kwa Absalomu, lakini nitamuua mfalme. Unashangaa sasa amemfanyia nini? Nini kikigumu hivi? Sasa Ushai alikuwa pia rafiki yake Daudi, naye alirudi kwa Absalomu, japo yeye alirudi akiwa na kusudi la kumsaidia Daudi. Na Mungu akaingilia kati. Shauri la Ushai, mlango wa 17. Niseme ukisoma mlango wa 17 mstari wa 4, Ahithofeli anampa ushauri Daudi, alafu shauri hili mstari wa 4, shauri hili likawa jema machoni pa Absalom na machoni pa wazee wote wa Israeli, wakalikubali, tumuue Daudi, tufanye hivyo. Lakini ukiendelea mbele, kwa sababu Daudi alikuwa ameomba, akamwambia Bwana, ninakuomba ukabatilishe ushauri wa Absalom. Adui yako usipige, omba. Unajua mimi nikuambia kitu cha ajabu sana. Unapolipiza kisasi, unafanya wajibu wa Mungu. Mwambie jirani yako, unapolipa kisasi, unafanya wajibu wa Mungu. Mungu anasema usilipe kisasi, mimi nitalipa. Unapokuwa Mkristo alafu unabeba uchungu na chuki, alafu kwa vijijini majirani huko wanakufanyia vibaya na wewe unafanya vibaya. Kuku wako anaenda kwa jirani, anapewa sumu, na wakati akija unampa sumu. Sisi tunapenda kuuza sumu. Tunamwambia Mungu aingilie kati, atutetee, atupiganie, atulipie kisasi chetu. Daudi aligundua usiri, akasema hata kama wamenifanyia vibaya, mimi nakuomba Mungu wewe uingilie kati. Tuendelee. Ushai naye akatoa ushauri wake, ndipo ushauri wake ulikuwa ni wa kijanja, ili amtumie Daudi ujumbe aondoke akimbie, na alifanikiwa. Mstari wa 14, naye Absalom na watu wote wa Israeli wakasema, shauri la Ushai mwake ni jema kuliko shauri la Ahithofeli, kwa maana Bwana alikuwa amekusudia kulivunja shauri jema la Ahithofeli, ili Bwana alete mabaya juu ya Absalom. Mstari wa 23, naye Ahithofeli alipoona ya kuwa shauri lake alikufuata, akatandika punda wake, akaondoka, akaenda nyumbani kwake, mjini kwake, akatengeneza mambo
ilikataliwa. Sasa nataka tuwe taratibu. Niseme ya kwamba wakati mwingine mambo katika maisha yanaweza yakakusonga, yakausababisha moyo wako kubeba uchungu. Lakini kama ambavyo nimefundisha hapo mara nyingi, ni kwa hasara yako. Yaani haijalishi mtu anakufanyia nini. Wewe vumilia, achilia, pita, nyamaza wakati mwingine, hata usijibu. Kwa sababu ukiruhusu yatakupata haya yaliyopata. Ahithofeli alijikuta analipiza kisasi, lakini utashangaa kile kisasi kimeumiza Daudi. Daudi si alizeeka jamani. Biblia inaenda kasoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Alizeeka, akafa mzee wa siku, lakini Ahithofeli alikufa mapema. Alijua, alijikatishia maisha, lakini yeye alikuwa amebeba uchungu. Yeye alikuwa na maudhi ya moyo, amebeba hasira moyoni. Nataka tuende tena tusome mlango wa 11 na hapo tusome mstari wa itakuwa ni Samueli wa pili 11. Tuangalie nini kilimuudhi Bwana. Mstari wa kwanza soma mpaka mstari wa 4. Hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye, na Israeli wote wakaangamiza wana wa Amoni, wakausuru Raba. Lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme. Na alipokuwa juu ya dari, aliona mwanamke anaoga, naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana wa kupendeza macho. Naye Daudi akapeleka, akauliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, "Je, huyu si Bathsheba binti Eliamu, mkewe Uria Mhiti?" Basi Daudi akapeleka wajumbe, akamtwaa, naye akaingia kwake, naye akalala naye, maana yule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani kwake. Nini kilimuumiza Ahithofeli? Nini kilimuudhi kiasi hicho? Tunasoma hapa, tunapata jina Eliamu. Sema Bathsheba alikuwa ni mtoto wa Eliamu, mke wa Uria. Sasa Eliamu ni nani? Kabla hatujamgundua Eliamu, tutamwangalia katika mlango wa 23 sasa. Kama unafungua mlango wa 23, fungua mlango wa 23 taratibu unapoendelea kunisikiliza. Lakini Daudi alifanya kitu kibaya sana. Kwanza kabisa, alizini. Sasa kama siwezi kusema haya mambo kabla sijakuonyesha Eliamu ni nani. Twende mlango wa 23. Nitawasomea, labda nianze mstari wa 32. 23:32. Na Eliabu Mshalboni na wana wa Yasheni na Yonathan mwana wa Shama. Yonathan alikuwa mwana wa Shama Mharari, na Eliabu mwana wa Shalali Mharari, na Elifeleti mwana wa Hapsbai, na Heferi Makathi. Hayo ni majina ya kabila zao. Na Eliamu mwana wa Ahithofeli. Bathsheba ni mtoto wa nani? Bathsheba ni mtoto wa nani? Amesomea mtoto wa Eliamu. Eliamu ni mtoto wa nani? Wa Ahithofeli. Sasa wapenzi wangu, hapa ndio chuki, ndio uchungu ulianzia hapa. Hiyo ndio kitu mbaya imetaka ni sumu ya nyoka ikiingia ndani ya moyo wa Ahithofeli. Ahithofeli alikuwa na kijana wake anaitwa Eliamu. Alafu akazaa watoto wake wengine, akazaa binti mrembo Bathsheba. Daudi akalala na mjukuu wa Ahithofeli. Daudi alizini na mjukuu wa Ahithofeli.
umepewa siri. Lakini inauma sana. Mtoto binti yako anaolewa kwa watu. Alafu mfanye anamfanyia chufanyia, bado anamuua yule kijana ambaye alikuwa mpenzi wa yule binti. Na kumshukisha kumchukua ile dada na kusema ni mke wake sasa. Mstari wa 27 alimchukua kwake. Kwa sababu ana nguvu. Sasa hiki kitu kilifanyika zamani ukigundua. Muda mrefu tu. Na kwa 11. Sasa tuko mlango wa 16. Akifeli bado amebeba uchungu wa Mungu. Yale mambo yaliyotendeka kule nyuma. Sijui naongea na nani. Kuna mtu naongea naye hapa. Haleluya. Kuna mambo ambayo yametendeka katika maisha yako zamani. Lakini kila ukiyafikiria unalia machozi. Kwa nini? Hujawahi kuyashughulikia. Hebu mwambie jirani yako niukie moja, mwambie leo namalizana leo. Mwambie jirani yako leo naacha. Leo ni leo. Mimi napendelea kufundisha, endelea kufikiria. Yule alifanya kitu fulani zamani. Yule alikusikizia. Yule tunataka tumwache hapa leo katika jina la Yesu. Kwa sababu hatuwezi kubeba uchungu sisi. Sisi sio watu kubeba takataka kwenye mioyo yetu. Mioyo yetu ni mitakatifu kiasi kwamba hatuwezi kubeba takataka. Amen. Haleluya. Alikufanya alibeba takataka, haijalishi umefanya nini, usilipize. Kazi ya kulipiza sio ya kwako. Ukilipiza kisasi umekaa katika nafasi ya Mungu. Na bahati mbaya sasa, kwa mfano, kama mimi nimeketi hapa kwa kiti, ukanisukuma pembeni, ukakaa wewe pembeni na kuangalia, sio? Umeamua kuendesha maisha yako. Mungu hata kutetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hata kutetea. Haijalishi mume wako anakunyonga usiku asubuhi na hapo uko hai, ukaja kanisani, haleluya, Mungu hata kutetea. Ukianza kutaka kuongea sio. Hata kutetea. Lakini ukimuomba Mungu kabisa, Mungu ukafanya kama Daudi, Mungu geuza. Utashangaa Mungu ataangalia, ataingilia kati maisha yako. Nataka tuangalie somo ambalo tunajifunza hapa, alafu nitawaonyesha mambo sana muhimu, alafu tutaomba Mungu. Hili somo limeleta kwenu kwa makusudi kabisa, ili tuwe watu bora. Bwana Yesu asifiwe. Ili tusiwe watu wa kawaida. Unajua moyo mweupe, moyo ambao hauna takataka, ni moyo ambao Mungu anaweza kuwekeza chochote saa yoyote. Na baraka za Mungu zinaambatana na wewe. Endapo wewe utajifunza kuwa na moyo safi, moyo mweupe, moyo usiobeba takataka, na kujali maisha ya watu. Pale watakapokuhitaji, ukajitoa kwa ajili yao, ukawapenda, ukawahudumia. Lakini ukatunza moyo wako. Mungu atusaidie sana. Jambo la kwanza, somo namba 1 tunalojifunza, kulipiza kisasi cha uchungu hukuumiza wewe mwenyewe. Inawezekana unakutana na habari ya mtu eti anakueleza kwamba mume wangu mimi ameniacha mimi na watoto, hatutunzi, hakuna chakula, hakuna mavazi yanatuacha. Lakini ameoa mke mwingine. Na yule mke mwingine amemnunulia gari. Au amenyang'anya ya kwamba akauza, akaongezea na akamnunulia yule mke mwingine gari. Hizi ni stories za hii dunia, sio kwa napenda, sio kwa nini. Alafu wale watoto wadogo wanasoma English nyingine. Wako mimi hata hii kibaba ya maharage kupeleka ni maharage kupeleka kwa mwalimu mama. Maharage ndio kidogo. Hakuna. Lakini wakiendao English medium. Hiyo kitu inauma hiyo kanisa kusema kweli. Alafu unamtazama hivi kibono chako anapanda, anashuka. Vitoto vyake na kupeleka kule mjini kwenda kucheza kwenye sizo ya hivi. Wanacheza watoto.
Wako wako kurongo kijijini hapa kweli. Inauma hivi. Kisha kuwa anafika tena. Yeye hana habari kwa sababu mke wa pili wanastarehe na wanastarehe na Yesu. Haleluya. Tunaenda tunampenda Mungu achana naye. Ombea watoto wako, wanenee watoto wako baraka. Badilisha maisha ya watoto wako. Waambie watoto wako jinsi utakuwa watu wakuu. Wale watoto wako wengine nimesema sijasema. Wataishia kuwapiwa na kukuta badala ya kunyanya maana wamesomesha nchi za nje. Wale wako wanakuwa wanawatabiria neema watakuwa viongozi wa nchi. Mimi ni shahidi wa mambo yanayosema. Haleluya, haleluya. Mimi ni shahidi. Usibebe uchungu. Wacha Mungu akutetee. Ombea hali yako, ombea. Mwambie Mungu nimekuachia wewe. Wewe umeniamini mimi ya kwamba naweza kupita katika taabu hii. Nimekuachia wewe. Haleluya. Usiende kulipiza kisasi yako. Ukianza kulipiza mtu kisasi, utapata shida. Utapata shida sana. Utakuwa haulali usiku wakati yeye anaenda kutaka na lala. Mpaka para kucha. Wamelala sawa na starehe wewe. Kwa kweli. Usiku kucha unamwambia. Yeye amekorona, wewe unawaza hata hii gari kuanga yangu. Ipi? Haipo. Unaifikiria nini? Nimesema unachukua nafasi ya Mungu. Somo Warumi 12 Biblia inasema kisasi ni nitalipa. Mungu akikulipizia kisasi ni analipizaga vizuri sana. Nimesema wewe weka focus kwenye watoto wako na maisha yako na zile mambo ambayo unataka kuona yanatokea katika maisha ya watoto wako, utashangaa hayo yatatokea. Kwa kusema wale watoto wa yule mama watakunywa piwa na madawa vile nimesema kama halaani. Wale watu wakupataka vitu vya kudanganya hata hawana akili ya kazi. Simelelewa, lakini nimelelewa pampa wanabembelezwa gari na peleka shuleni, inawarudisha nyumbani, ni keki na chips na mandazi na sambusa. Hawezi kuelewa hata kulima, hawajui hata kupata maisha. Sio mimi ni walaani. Ni kwamba tu hawajui. Sasa kwa sababu pia wanakuwa na hela wanavitumia vibaya. Wale wakoko ambao wanawatunza kama mama kuku, wanabidi wawe na akili. Lakini usikuze watoto wako na uchungu. Usikuze watoto wako na maneno yenye uchungu ndani. Kuza watoto wako na maneno ya baraka. Jambo la pili, ni rahisi kabisa kupoteza huduma au wito wako kwa sababu ya chuki. Mimi ni mchungaji, mimi namtumikia Mungu, ninahubiri injili, ndio kazi yangu. Nikianza kubeba chuki hapa na uchungu, naweza kujikuta siwezi kabisa kufanya utumishi wa Mungu. Na kila mmoja wetu ana nafasi yake kwa Mungu. Kila mmoja wetu ana kazi yake kwa Mungu. Utajikuta wewe umekuwa ovyo kama ilivyotokea Ahithofeli. Jambo la tatu, Mungu ndiye mhukumu wa haki kwa ubaya uliotendewa. Hebu tusome, turudi kama kuna vile tusome mstari wa naomba tusome mstari wa 10 tafadhali. Samueli wa pili mlango wa 12 mstari wa 10. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umenidharau ukanitwaa mkwewe Uria Mhiti kuwa mke wangu. Nitaka tukuonyesha kwamba Mungu kwa jambo hili la Daudi, Mungu alishafanya hukumu yake na alifanya akamaliza. Kwa hiyo sio kazi yako kuhukumu. Jambo la 4, watu wanapokukosea hawakukosei wewe, wanamkosea Mungu. Kwa hiyo unasema lakini mama inauma, mimi ninaumia. Lakini kama ukijifunza kumkabidhi Mungu maisha yako na yeye Mungu akawa ndio kila kitu, Mungu atadai. Sababu wewe ukimdai mtu unajikuta umebeba uchungu, na ule uchungu nimekuambia unaharibu moyo wako. Kwa sababu mimi nikikukosea wewe, nikakutendea ubaya, nikakuibia, nitakuwa nimekuibia wewe, lakini sitakuwa nimekosea Mungu kwa dhambi ya wizi. Si ndio? Kwa hiyo kujaribu kuangalia jambo
kikubwa sana. Na ukijifunza kupata siri ya kugeukia yeye na wanasema kumgeuzia yeye kipato, ukamgeuzia yeye Mungu atakutetea vizuri sana. Kwa hiyo somo la kwanza nimesema ukijilipizia kisasi uchungu na umia wewe. Usifanye hivyo. Kwa sababu hata yule anayekuuliza wakati mwingine haipo au ajue au hakumbuki. Lakini sasa ni rahisi pia kupoteza mtumishi ambao Mungu amekupa. Na nikasema pia Mungu ndiye mhukumu wa haki. Mwache ya hukumu alimhukumu Daudi vizuri tu. Lakini jambo la pili hapa nimesema watu kumkosea Mungu na sio wewe. Tuangalie Zaburi ya 51. Tumsikie Daudi akisema, anaelezea kwamba kweli Daudi alizini na Bathsheba. Kweli Daudi alimkosea Uria. Kweli Daudi alimkosea sana Ahithofeli. Lakini mlango usema tatu anasema, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu mbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele ya macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo na kuwa safi utoapo hukumu. Anasema nimekutenda dhambi wewe. Unajua ukikaa mkao huo kujua kwamba unapokosewa ni Mungu amekosewa, unajitoa pale, unakaa mbali, unamwacha Mungu afanye hukumu yake. Lakini ukiwa na ule moyo wa kusema amenikosea mimi, unakaa katika kiti cha Mungu. Jamani, mmenielewa? Kwa hiyo inabidi ujitetee. Inabidi ukishindwa kujitetea, utunze uchungu moyoni, ambao huu uchungu utafuna, utakula mpaka nyama yako na kukumaliza. Mungu atusaidie sana. Nataka tu mambo 7 ya muhimu ambayo natamani wewe nyumbani take away. Jambo la kwanza, moyo wako ni wa kulinda sana. Mithali 4:23. Tutasoma kitabu maandiko. Moyo wako ni wa kulinda sana. Fanya kila namna, haijalishi umetendewa nini. Linda moyo wako. Usiache moyo wako kuharibika. Moyo wako usibebe uchungu. Kwa sababu ukibeba uchungu ni hasara kwako. Mithali 4:23. Mithali 16 mstari wa 32, natamani hiyo ni wasomee. Mithali 16 mstari wa 32 unasema, asiye mwepesi wa hasira ni mwema kuliko shujaa, na mtu atawalaye roho yake ni mwema kuliko mtu atekaye nchi. Tawala, jifunze kutawala roho yako. Nini maana ya kutawala roho yako au nafsi yako? Nafsi yako inapokuelekeza vibaya, ikumbushe, irejeshe katika njia njema. Usikubali tu nafsi yako ikupelekeshe ovyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Tawala moyo wako, uelekeze moyo wako katika njia njema. Jambo lingine, usifanye kama watu wa dunia hii. Tusome Warumi, naomba tufungulie Warumi 12 mstari wa 1 hadi wa 2. Hili ni andiko zuri sana, natamani sana tuliangalie. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Wala namna ya dunia hii ni kwamba ukinipiga na mimi nafanya nini? Nikupiga. Kuku yangu ikija kwako ukaipa sumu, ya kwako ikija kwako mimi nafanya nini? Naipa sumu vile vile. Yaani piga. Hiyo ndio namna ya dunia hii. Biblia inasema sio sisi.
anataka kufanya ubaya au usifanye ubaya. Ndio umuhimu wa kuokoka. Kwa sababu na mimi ndio umuhimu wa kuokoka. Hiyo inatofautisha. Kwa sababu watu wa dunia hii wao ukiwaudhi hata wengine hata muda wa kubebea uchungu wanafanyizia tu kitu wamemaliza wameondoka. Sisi hatupaswi kuchukua uchungu wala hatupaswi kufanyizia watu kwa sababu sisi sio wa dunia hii. Mungu atusaidie kanisa. Sisi sio watu wa dunia hii. Sisi ni wapitaji. Jambo la usifanye jambo la 5 waombee wanaokuudhi. Mathayo 5:4 kama unaandika. Waombee wanaokuudhi. Jambo la 6, uwe makini nyakati za taabu yako. Naomba tufungue Samueli wa pili 16:1. Mlango wa 16 tusome pale kwenye mstari pale. Samueli wa pili sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza. Cha mlima, tazama simba mtumwa wa Mefiboshethi akamkuta na punda wawili waliotandikwa na juu yao mikate 200 ya ngano na vishada 100 ya zabibu kavu na matunda 100 ya wakati wa hai na kiriba cha divai. Mfalme akamwambia simba, ni za nini hizi? Hao vijana na divai ni kwamba wale hao wazee hao vikali. Jamii kilomita niliwaambia hata unataka kuangalia wale usiangalie masimu na series. Huku kuna story. Ukipata nafasi ukasoma ni story ya huyu simba huyu utafurahi. Nimesema pointi yako hapa ya 6 ni kwamba uwe makini wakati unapopita katika. Kuna watu wachochezi watakuja wakuchochee. Simba huyu alienda na chakula na ni bongo mkubwa kabisa kaja kumsingizia Mefiboshethi. Mefiboshethi watu ni kiwete, unafahamu? Akaja akamsingizia mambo makubwa ili kumteka moyo wa Daudi. Wakati unapopita katika shida yako, wachochezi wanakuja, David unafikiri mama anakupenda basi? Unamwambia mama kwa ananipenda maisha yangu yote. Nimisho, nafikiri mama anakupenda. Mama angekupenda, si angefanya. Mimi naongea na mtu wangu hapa jamani siniangalie. Angefanya 1, 2, 3, si ndio? Hapana. Kipindi hicho ni kipindi watu watakuchochea. Uwe makini sana. Ukijaribu kuendelea utakuta baadaye kuna mtu aliyemtukana, Shimei alimtukana mfalme, alipomtukana wale vijana wake mimi kama wewe unaogopa kumwambia, mwambie mwenyewe. Nani kakutuku? Nimekuomba sana. Wachochezi. Turuhusu tukakate shingo yao. Kutakuwa na kipindi kigumu cha kuchochewa na kushawishiwa na kuambiwa mambo mengine. Unakuta mtu yuko kwenye edge ya kuachana na mume wake, divorce. Yuko katika dakika ya mwisho kuachana. Badala ya mtu kusaidia ili ile ndoa ipone waweze kuendelea, yeye ndio kabisa anakuchochea na kufundisha jinsi ya kutoka. Wewe anakupenda kweli? Wewe hakupendi. Chunga sana mume wako. Chunga sana kipindi ambacho unapitia shida. Jambo la mwisho, samehe hata hivi. Wakolosai 3:13 naomba usome. Wakolosai 3:13. Samehe hata hivi. Unaweza kuanza mstari 12 au karibu. Kolosai 3 anza 12:13. 12. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake,
kama Bwana alivyowasamehe ninyi, hivyo na ninyi. Amen. Samehe hata hivi. Yaani haijalishi umepita katika jambo gani, samehe hata hivi. Leo nataka tuende mbele za Mungu. Nataka tupate nafasi ya kudeep down, kushuka chini, kuingia ndani sana ya moyo na kuishi maisha mepesi. Hakuna maisha mepesi kama. Na kabla hatujaanza sana mbele, niulize, katikati yetu hapa kuna mtu ambaye anasema mimi nataka kuokoka, nataka kumpa Yesu maisha. Hebu nyosha mkono kama hujaokoka. Nyosha mkono kama unataka kuokoka. Nyosha kabisa. Nyosha kama mimi. Mwingine. Hebu kabla hatujaenda wote mbele za Mungu, tuombe kwa dada huyu. Tuombe sasa. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Leo nafanya maamuzi kamili. Ninafanya maamuzi kamili ya kukufuata wewe. Naomba unisamehe. Naomba unipokee. Unifanye kuwa wako. Na wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaomba katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya mwanamke huyu, ninambariki. Ninaomba utunze, msimamishe, mpe kusimama katika uongo ukweli Bwana. Na uamuzi huu anaofanya leo ufanye kuwa uamuzi wa milele katika maisha yake. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Basi wakati huu sasa naongea na wewe ambaye inawezekana umefanyiwa jambo baya katika maisha. Huu muziki bado unahitaji uje kwa namna ambayo unaweza kunisaidia kufanya huduma hii. Hallelujah. Usidai kabisa, kwa sababu mimi nitakuwa nilikupa